min ad-dur al-khamis, katika ghurfa ya 5. Fanazalat, mama mtu kateremka, anakuja wambu la talwa ala shay'in, hakuna chochote ambacho kitamzuia chini, moja kwa moja mpaka barabarani. Kufika pale kwa hakika mshindo ulikuwa mkubwa, lakini siku mkubwa manane. Kudata katika ardhi, amekufa mama mtu pale pale, hakuwa na dakika hata moja ya kutweta. Huku mtoto mtu na mwana na yule mkeo wamekazana kwamba wana msiba mkubwa, huyu mgonjwa wa akili amepanda varanda na hivi na hivi, kenda kajitupa kule kateleza, ikabidi msiba mkubwa, watu walikusanyika. Lakini Mwenyezi Mungu amemstiri mja wake, alizikwa siku ile ile. Mazishi yakuchukua muda. Kifo kilikuwa cha huzuni kubwa, na aliyeonekana zaidi mwenye huzuni ni mke wa yule bwana. Nalia sana, hanyamaziki, analia kwa kwikwi, anafika mpaka karibia kuzimia kwa kulia. Kafiwa na mkwewe. Plan kumbe kaitoa yeye. Na yule mtoto mwanamume maskini, tayari kwenye moyo wake mna vitu vinakwenda vikubwa vigumu sana, lakini ilibidi ashirikiane naye mkewe kwamba tusijitokeze hapa na mpaka tukajulikana kwamba sisi tumefanya hivi. Mazishi yakafanyika na watu wanakuja kuazi, na taazia zenyewe ni taazia za uzushi kabisa, mwanamke anaziendeleza. Wakajipanga kwa ajili ya kuja watu kuazi na vyakula, mabusati, maghasia na nini na visomo, kwa sababu mwanamke alikuwa si mtu wa ibada, si mtu wa dini, si mtu wa mwendo mtume. Na mwanamke akatekwa, hana hana lolote la kusema, ni kwamba amri anatoa mwenyewe bibi. Walakin awraq alqadiyya, kuna nyaraka za maamuzi ya Mwenyezi Mungu. Nyaraka hizi aradat ala adilin la yadhlim, ziko katika pahala pa uadilifu, hazidhulumu. Matatil ummu, mama alikufa kwa hakika. Wa yawma tamutul ummu yunadi munadin min qibali llah, na siku anapokufa mama yake mtu hutangaza mtangazaji akiwa katika upande wa Mwenyezi Mungu, ametumwa tangaza hivi. Tangazo linasema matatil lati kunna nukrimuka liajliha, ameshakufa leo yule ambaye sisi tulikuwa tunakukirimu wewe kwa ajili yake yeye. Ayolo kwa kuyapata yote kwa sababu ya mama yako. Je, leo keshakufa yule ambaye matatil lati, amekufa leo bibi ambaye kunna nukrimuka, tulikuwa sisi tunakukirimu wewe liajliha, kwa ajili yake. Sasa fa'mal saliha, jitahidi mwenyewe ufanye mema ili nukrimuka liajlihi, sisi tuendelee kukukirimu kwa ajili ya wema huo. Lakini ule wema uliokuwa wa bure ukiupata wewe takrima ni mama yako, sasa hayupo tena. Sasa hivi milango ya riziki sasa imekatika, imefutwa, imefungwa. Sasa itakubidi uhangaike mwenyewe peke yako, mama hayupo. Fanya wema sasa, tuendelee kukukirimu mja liajlihi, kwa ajili ya wema huo. Inna fi samai mamlaka, hakika mbinguni kuna mamlaka kubwa, ufalme mkubwa. Inna fi samai mamlaka, hakika mbinguni kuna mamlaka nyingine. Maktubun ala babiha, kwenye mlango wake imeandikwa maandishi. Maandishi hayo yanasema wanadha'u almawazina alqista liyawm alqiyama, na tutaweka mezani ya haki na uadilifu siku ya kiyama. Fala tudhlamu nafsun, wala haitudhulumiwa nafsi yoyote shay'a, kwa lolote. Wa in kana mithqala habatin min khardalin, hata kama chembe aliyoifanya ya amal ni punje ndogo sana ya khardalin, ataina biha, tutaileta amali ile. Wakafaa bina hasibin, na inatosha sisi kuwa ni wenye kuhesabu kila kitu. Seuzi mtu kumsukuma mamake mzazi katika ghorofa ya 5, inatosha sisi kila kitu tunakihesabu, kama ilivyokuja aya hiyo katika sura Al-Anbiya aya nambari 47. Matatil ummu,
mama mtu akafariki dunia kwa kusukumwa na mwanawe, kwa kumsikiza mkewe. wama ahadun ya'lamu man alladhi amataha, kweli kabisa pale mtaani hakujua mtu yoyote, hakujua ni nani ambaye kamuua. wa sababa wafatiha, wala hakujulikana sababu ya kifo chake. Je, ni ajali kweli kaanguka au kuna kitu maksudi kimefanyika pale? Lakini idha kunna la na'lamu, ikiwa sisi viumbe hatujui, fa inna Allaha ya'lamu, Mwenyezi Mungu anajua. Mshairi anasema la tadhlimanna idha ma kunta muqtadira, usidhulumu pale unapojiona una uwezo. Fadhulmu tarji'u uqbahu ila nadami, dhulma hurejea mwisho wake kwenye majuto. Tanamu ainaka, yanalala macho yako bukheri, kumbe wal madhulumu muntabihun, aliyedhulumiwa yuko macho usiku wa manane. Yad'u alaika, anakuombea dhidi yako maapizo mabaya. Wa ainullahi lam tanami, na jicho la Mwenyezi Mungu halifumbi halilali, wakati wote akisikitika aliyedhulumiwa Mwenyezi Mungu yupo macho. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, tanamu ainaka wal madhlumu muntabihun yad'u alayka wa ainullahi lam tanami. Na Mtume anasema ittaqi da'watal madhlum, ogopa dua mwenye kudhulumiwa. Walau kana kafira, hata kama alidhulumiwa ni kafiri, fa alayhi kufruhu, ni juu yake mwenyewe kafiri wake. ittaqi da'watal madhlum, ogopa dua mwenye kudhulumiwa. Fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijabun, kwani hakuna baina ya dua hiyo na baina ya Mwenyezi Mungu kizuizi cha kuzuia, inakwenda moja kwa moja. Wa yastakbiluha Allah, anapokea mwenyewe Mwenyezi Mungu kwa hakika, na akipokea anasema Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu kumwambia aliyedhulumiwa, wa izzati wa jalali, naapa kwa nguvu zangu zote na utukufu wangu wote, la ansurannaka walau ba'da hinin, mimi nitakunusuru mja wangu japo kwa baadaye kidogo. Hiyo ndio hali ilivyo. Tanamu ainaka, yanalala macho yako. Ya man gharratka quwwatuka, ewe yule ambaye umekudanganya, zimekudanganya nguvu zako. Falimadha istahkamat fika shahwatuka, kama una nguvu kweli, kwa nini basi yakachukua hatamu matamanio yako yakawa na kuendesha mbio, yanakuamrisha mambo mengine hayaifai kuwa nayo wewe? Yani si kibinadamu, hasa kwa mtu kama mtu mwenye akili yake, lakini matamanio ndo matamanio yanampeleka mtu mbio. Nguvu ziko wapi sasa ikiwa matamanio peke yake yanampeleka mtu mbio? Wa idha gharraka ghinaka, na utakapokudanganya utajiri wako, farzuka ibadi yawman wahida, hebu nruzukie waja wangu basi kwa siku moja tu. Ya man gharraka sultanuka, ewe yule ambaye umekudanganya ufalme wako. Ya man gharraka jahuka, ewe yule ambaye umekudanganya jaha yako na kipaji chako. Ya man gharraka junduka, ewe yule ambaye umekudanganya majeshi yako ulionayo ya kulinda mwili wako. Imna al maut, kama unaweza, kama una walinzi wazuri zaidi, basi zuia mauti. Kama kuna walinzi kweli hasa kuaminika, maxlen hawakosi silaha kupiga, basi imna al maut, zuia mauti. Idha nazala bika, wakati yatapokuwa tayari mauti yamekwisha kuteremka kwako. Anta abdun dhaifun, lakini wewe ni mja uliokuwa mnyonge. Wa hufnatun min at-turabi, na wewe ni kigao, kikofi tu cha mchanga. Tudasu bil aqdami, ambacho kinakanyagwa na nyayo za binadamu. Fa kaifa tatakabbaru ala al-wahid ad-dayani, vipi basi watakabari juu ya yule mmoja aliyemlipaji wa amal za viumbe? Kwa yule kijana aliyepanda ghorofa 5 kwa mawazo ya mkewe na kumtii na kumsukuma mamake mzazi, siku asikupita nyingi kwa hakika. Wajaat hissatu hisabi, ikaja sasa sehemu ya hisabu yake kutaka kulipwa na Mwenyezi Mungu. Sasa wala budda min alhisabi, na hapana budi, hisabu ipo tu, na wakati mwingine anaanzia duniani hisabu kulipa. Kuna baadhi ya mambo Mwenyezi Mungu hayacheleweshi,
kukungoja mpaka akhira pale pale duniani. Wa usiba al-ibnu alladhi rama ummuhu, sasa ikawa zamu yake kijana akafikwa na yeye aliyemrembea mama yake wa 5. Akafikwa na nini? Biljununi, na wazimu ule ule au kuliko ule ambao alikuwa nao mama yake. Sasa akili yake kaharibika. Hisatul hisabi, hii ni hisa maalum ya hisabu, kulipwa vile vile ambavyo mtu kafanya. i'mal ma shi'ta kama tadinu tudan, fanya kama upendavyo, kama utavyotenda utalipwa. Wa bilkaili alladhi takilu tuktalu, na kwa kipimo kile kile ambacho wewe unapima watu kuwafanyia, basi na wewe vile vile utapimiwa kipimo kile kile. Hisatul hisabi jaat, Mwenyezi Mungu anasema wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, usije ukawa na dhana mbaya mja wangu kumfikiria Mwenyezi Mungu labda kasahau na vitendo wanavyofanya madhalim. Usidhani kabisa, isipokuwa tu Mwenyezi Mungu anasubira kubwa. Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absaru, Mwenyezi Mungu anawangojea tu waifikie siku ambayo yatakodoka macho ya binadamu kuangalia mambo ya ajabu, wasiodhania kwamba itakuwa hivyo. Wa fi nafsi al-makani, katika pale pale ghurfa ya 5, saida ila sathi, yule kijana na yeye vile vile sasa akiwa ni mgonjwa wa akili akapanda kwenye ile paa na kwenye baranda ile. Wajaathu naubatul junun, ikaja lile lepelepe la ugonjwa wa akili, akaanza na yeye vile vile sasa kuleta ile ugonjwa wa akili. Manake mgonjwa wa akili anazungumza na akili yake, anatumwa na mambo kuyafanya na hana kusita. Akishatumwa tu mgonjwa wa akili afanya vile vile. Vua nguo, anasema sam'an wa ta'an, ataki yuko nani. Kama tajisu mshindilie na fulani, basi naam, madam katumu na akili hivyo hivyo. Yeye anakuwa sasa kama robot kati wa umeme, na anafanya kama anavyotaka mtu. Akili fanya kazi tena. Utukufu wa binadamu katukuka kwa akili yake, ikiondoka hiyo basi tena kuliko mnyama, kuliko shetani, kuliko yote. Sasa yuko juu kule kapanda na yeye, faalqa binafsihi min ad-dur al-khamis, akajiachia. Hakuwa alomsukuma yeye, sasa akajiachia nafsi yake kutoka kwenye ghurfa ya 5. Wasaqata maitun, akaanguka chini na yeye kafa, min nafsi al-makani, katika pahala pale pale alipomsukumia mama yake mzazi. Min nafsi al-makani alladhi matat fihi ummuhu, lakinna ummuhu, lakini angalau yule mama yake matat wa dufinat fi nafsi al-yawmi, alikufa na kuzikwa siku ile ile, Mwenyezi Mungu akamstiri. Amma huwa, ama yeye, fadalla murmayan ila an afara alayhi an-nas, alibaki pale chini mpaka watu kuja kugundua harufu mbaya. Si siku ngapi, mbona paamka hivi hapa, kumbe pana maiti chini uwanjani pale. Inna Jibrila habata dhata yawmin ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, malaika Jibril kateremka siku moja kwa mtume Mwenyezi Mungu, anamwambia ya Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayitun, ishi upendavyo, iko siku utakufa. Wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bih, fanya upendacho, hakikisha kwamba utalipwa, na kulipa kwenyewe huenda ikawa duniani wakati mwingine. Wa ahbib man shi'ta, na mpende umpendaye, fa innaka mufariquhu, iko siku utatengana naye. Si yule mwanamke kamtomeza mtu kumuoa mwanawe, yeye kampata mume, na mume kishatoka na vile vile, na yeye kamkosa vile. Wa ahbib man shi'ta, na mpende umpendaye, fa innaka mufariquhu, hakika iko siku moja utatengana naye. Wa alam bi anna sharafa almu'min qiyamuhu bil-layl, na napenda ufahamu utukufu wa mwenye kuamini ni kisimamo chake usiku kuzungumza na Mola wake. Wa izza almu'min, na hadhi ya mwenye kuamini, istighna'uhu 'anil nas, ni kule kutosheka yeye na yale walionayo binadamu,
akatosheka na kile cha halali ambacho Mwenyezi Mungu amempa yeye. Wa adhanu al-ishai biidhnillah tabaraka wa taala. Baada ya kumgundua watu maiti yake yule kijana,